Tusipokea simu basi. Mbona ushiki simu zako? Halo. Halo? Baba Amanda, kwani uko wapi? Mbona upokea simu zangu muda mrefu? Mwenye simu amekamatwa na yupo kituo cha polisi Salasala. Amekamatwa? Kwa kosa gani? Halo? Halo? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Pole sana Twiz. Pole sana kwa maswaibu yanayokukuta. Lakini nikuhakikishie tu, hili nalo litapita ndugu yangu. Unajua changamoto hizi ni sehemu moja ya maisha yetu sisi watoto wa kiume. Kwa lazima tuwe na subira, lazima tujikaze. Na kutokana na nafasi nilionayo na familia kwa ujumla, kwa nikuhakikishie ndugu yangu, tutapambana na utatoka haraka iwezekanavyo ndani. Twiz, imekuwaje tena? Nilikuwa tu kwenye mihangaiko yangu, lakini punde wakatokea maskari wakanizonga. Wameleta hapa kwa ajili ya uchunguzi. Umefanya nini mpaka wamekukamata? Au yule mwanamke anayekufuatilia ndo amesababisha haya yote? Hapana. Ni Mama Adela ndo kafanya haya yote. Mama Adela anadai kwamba mimi nahusika na kupotea kwa mtoto wake Adela. Haiwezekani. Sasa wewe unahusika vipi? Ikiwa yeye ndo alikuwa anaishi na huyo Adela. Usiwe na hofu. Na wala hahitaji uweze kupanic. Mimi nitatoka tu. Kwa sababu sijahusika na jambo lolote lile. Na imani baada ya uchunguzi itaonekana sina makosa. Na nitaachiliwa huru. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo. Nakupenda lazizi, tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo. Nakupenda lazizi, tukikosa leo tutapata kesho. Mr. Njenje, hii kesi ishakuwa ngumu sana. Na inakuwa ngumu kwa sababu faili lake ujamaa limeshikiliwa na mkuu wa kituo hapa. Kwa hiyo kuna kazi ya ziada ya kuifanya ili kumtoa Twiz katika mtego. Na ingawaji nikiangalia inaonekana Twiz hahusiki kabisa katika hii kesi. Hii inafikirisha sana. Inafikirisha mno. Yaani mpaka wewe afisa wa polisi
unathibitisha kwamba Twizi hahusiki na hili tatizo. Sasa swali la msingi, kwa nini anaendelea kushikiliwa na polisi? Labda nikwambie kitu kimoja Mr. Njenje. Hii issue inaonekana kabisa Mama Adela ametoa pesa nyingi sana kwa mkuu wa kituo. Na uhakika huu tena Mama Adela ana ushahidi mkubwa tu kumsababisha Twizi aendelee kushikiliwa. Lakini pia Adela alikuwa na ugomvi na Twizi. Na mara ya mwisho Adela alionekana akiwa na Twizi. Kwa hiyo ukichanganya malalamiko ya mama yake, ukijumlisha na ushahidi ambao tumejaribu kukusanya kwa haraka, kuna kazi ya ziada kumtoa jamaa. Kwa sababu Mama Adela ushahidi alionao una nguvu zaidi ya kuweza kumshikilia Twizi aendelee kubaki kizuizini. Sijui tunafanyaje? Mimi ninachoamini hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Nadhani kwa uwezo na akili tulizonazo tutajua nini cha kufanya ili Twizi aendelee kuwa uraiani. Na kama kuna mazingira yote ya rushwa, basi watakuwa wamekosea sana kufanya hivyo kwa wakati huu. Ni kazi njema. Mwanangu, mimi ndugu wangu. Unajua mimi na 15 mpaka sasa hivi unaundana, unajua Ndio kweli mpaka leo. Alafu sele moja na mbili yani. Da kweli kisa. Hata sele mkubwa mwenyewe nikipiga simu hapokei, mshamumba askari hapa chiki simu zangu. Da kweli zarau, mimi nimekaa mwanangu na mwezi huko ndani sijaona msaada wowote uliokuja, yani nipo tu yani. Wewe. Mbona kama hivyo kichwa wangu? Wewe mbona ndio utapigwa za kina Shakila? Upo kiumeni mzee, ujaje kutia huruma hapa. Changamka mzee. Au nataka tukuchangamshe. Wewe, ulivyokuwa tashazi mtaani huko ulikuwa unategemea kitu gani? Hapa kiumeni mzee. Wewe changamka mzee. Unamuelewa? Dara simuelewi. Changamka ndugu yangu, hapa nyewe tupo ndani, si unaelewa? Silegelegee kama hivyo, sikae kinyonge, si tunajua. Hapo nyewe inabidi ukaze, si unaelewa brother? Inabidi ukaze, si unaelewa, ili sio kaburi. Humu ndani tu afuta toka. Sina lele kama vile kama wewe baba. Mbona kama hivyo kwenye kulala? Mwana hapa. Afu mwanangu naona kuleta pigo za kile kweli rafiki. Sasa ndo nini sasa umekuja kulala? Wewe. Basi mbona kama mnachamba mbea? Hapo tumerap na feeling kibao, mzojui mimi nawaza nini? Sasa mzee hii ya kulala babu. Bora niweza au? Unajua nimeingia kwa kesi gani huko? Kila mmoja kaingia na kesi yake hapa, tujije kutengeneza na ukitulize mzee, kitulize. Takumwona damu sasa hivi. Zima ngoma basi bali. Wewe usichukuliane poa wazee. Mimi na feeling kibao mzee. Unajua mimi nawaza nini? Baridi mzee, zima ngoma basi. Hapo nyewe ndugu yetu hapo familia. Unajua ndugu yangu, zima ngoma. Tamnyonya makamasi sasa hivi. Samee ndugu yangu, mwenye ndugu yetu wote hapa ndani ndugu, wewe usiwaze. Samee tu. Vipi nini? Tulia ndugu yangu, sawa? Tuishi kama familia humu ndani japokuwa tupo weje ngola zangu. Wewe sema wewe changamka uje tuishi ndugu yangu hapo wenyewe usiwaze, si unajua maisha ya mwanangu natoka humu ndani. Bosi. Vipi afande Robi? Mbona unajiraha mdomoni? Jamaa alinigonga kidogo. Lakini niko sawa. Vipi kusile basikeli yake na vile vitu vyake vingine? Afande Kasongo tayari ameshazihifadhi store. Okay. Sasa iko hivi. Unajua
hii kesi ya Twizi imeshikiliwa na mkuu wa kituo hapa. Kuna watu watakuja kuzungumza na Twizi kwa siri. Hawa watu hawataki kuzuiliwa, kwa hiyo wanatakiwa kuwa huru, wasizuiliwe kwa chochote kile. Kwa nini unasema hivyo afande? Matoniamia bwana. Kwani hujapokea mwamala kwenye simu yako wewe? Mwamala nimeupokea, ila sijajua umetokea kwa nani. Sasa kama umeona mwamala ni kwa ajili ya kazi hii, wala sio kazi nyingine. Hapo ndo nimeelewa. Okay. By the way, na dharura kidogo. Natoka lakini nitarudi. So, kwa makini na maagizo nilokuachia. Sawa afande. Usijali. Nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Okay. Take care. I'll be back, okay? Usijali shemeji, na kuhakikishia kwamba hili swala ni dogo sana na mimi nitapambana nalo kadri niwezavyo. Lakini katika kuzungumza nao wanadai kwamba inatakiwa pesa nyingi sana ili Twizi aachiwe. Lakini kwa nini hawana ustaarabu? Twizi hahusiki na kupotea kwa Adela, na kuhakikishia shemeji. Sasa sisi hiyo pesa yote tutaitoa wapi sasa hivi? Ndio maana nikasema relax. Hili swala ni dogo sana. Nitahakikisha nitapambana kadri ninavyoweza ili kuhakikisha Twizi anatoka. Na nikuhakikishie tu shemeji, nitahakikisha kwamba hakuna pesa yoyote tutakayotoa upande wetu ili Twizi aachiwe, na ataachiwa uhuru. Kwa hiyo kuwa na amani. Lakini chanzo cha haya yote ni mama Adela. Namchukia sana ule mama. Sijui kwa nini hana huruma hata kidogo. Yaani licha ya kuachia kila kitu, mume wangu kawaachia mali, kampuni, majumba, kila kitu ambacho alikuwa anakimiliki. Ona sasa, bado anaendelea kutuandama. Shemeji, relax. Wakati huu upaswi kupagawa wala kulaumu kwa sababu hili jambo limeshatokea. Na kama nilivyokuambia, hili ni jambo dogo sana. Litakwisha tu. Kwa hiyo tuwe na subira kwa sababu hakuna kitu chenye mwanzo kikakosa mwisho. Sawa shem, mimi nimekuelewa. Lakini nakuomba tufanye kitu chochote ili Twizi atoke kule ndani. Mimi niko tayari nikope hata kausha damu shemeji. Si unaruhusu hata vitu tukiweka bondi vya ndani, lakini mume wangu atoke, hata godoro tutaweka, mimi na Amanda tutajua tutafanyaje. Twizi asikae mule ndani shemeji. Mimi nipo tayari kufanya kila kitu hiyo hela tuipate. Umeumbiwa changamoto. Vichwa vyetu. Basi acha mimi niende nikaanze kuhangaika huko. Naweza nikapata chochote kitu afu nitakupigia simu sawa? No, shemeji. Ninaomba unisikilize kwa umakini sana. Mimi nadhani ungekuwa na subira kidogo. Kipindi siku mbili hizi ninaweka mambo sawa. Mimi sijaona kama kukopa kausha damu ni suluhisho sahihi. Badala yake tutaongeza tatizo. Au wewe unaionaje hii? Ni sawa shemeji, lakini tatizo lilokuwa nalo Twizi ni kubwa na wewe unaelewa. Mimi nitaishije na mtoto wangu sasa? Baba. Baba. Nimesikia habari yote kuhusu kukamatwa kwako. Kiukweli hii ni kesi ngumu mno na inaweza kugharimu maisha yako tu. Kwa hiyo ulifuata nini sasa hapa? Na hizi taarifa ulizipata kwa nani? Twizi, huu sio muda wa hasira Kenya.
na mimi niko hapa kwa ajili ya kupambania wewe, na lazima nikufuatilie, maana wewe ni kila kitu kwangu. Twizy, hii kesi ni nzito mno na inasibika kama wewe ni muuaji na hauna pointi ya kujitetea, maana wewe ni mtu wa mwisho kuonana na Adela toka amepotea. Na ukifanya masuala katika hili utaishia jela maisha yako yote. Calm down Twizy. Mimi niko tayari kwa gharama zozote zile ili niweze kukutoa hapa. Lakini kwa sharti moja tu. Twizy, naomba unioe. Niko tayari kuwa mke wa pili. Tafadhali Twizy, naomba unielewe. Kuteleza sio kuangauka, maana kupata majaliwa kikubwa furaha, bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja ni kheri kuliko vioja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi. Tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda